Yani nakuoa mchana kweupe, nakuoa. Mimi nakupenda. Hapo zamani, katika kijiji kidogo kilichozungukwa na mashamba yaliyokauka, aliishi kijana aitwaye Juma. Alizaliwa katika familia maskini sana. Baba yake alikuwa mkulima wa msimu, na mama yake aliuza maandazi ili kupata chakula cha siku. Mara nyingi Juma alilala njaa na kwenda shule bila viatu wala sare kamili. Wenzake walimcheka, lakini moyoni mwake alibeba ndoto kubwa kuliko umaskini uliomzunguka. Licha ya changamoto, Juma alipenda sana kusoma. Alikuwa akisoma chini ya mwanga wa kibatari, hata wakati tumbo lake likiuma kwa njaa. Alijua elimu ndiyo ilikuwa tumaini lake pekee la kutoka kwenye maisha magumu. Baada ya kumaliza shule ya msingi, alilazimika kuacha masomo kwa muda ili kusaidia familia. Alifanya kazi ndogondogo, kuchota maji, kubeba mizigo sokoni, na hata kulima kwa watu ili kupata hela ya chakula. Siku moja, Juma alikutana na mfanyabiashara mmoja aliyempa kazi ya kusaidia dukani. Akiwa pale, Juma alianza kujifunza siri za biashara, jinsi ya kuhudumia wateja, kupanga bidhaa na kusimamia fedha. Alikuwa mnyenyekevu, mchapakazi na mwaminifu. Baada ya muda, mfanyabiashara huyo alimkopesha kiasi kidogo cha fedha ili aanze biashara yake mwenyewe ya kuuza bidhaa ndogondogo. Haikuwa rahisi. Mara kadhaa alipata hasara na wengine walimkatisha tamaa, lakini Juma hakukata tamaa. Alijifunza kutokana na makosa, akaongeza bidii na akaanza kupanua biashara yake. Miaka ilivyopita, biashara yake ilikuwa kutoka kibanda kidogo hadi duka kubwa, kisha maduka mengi katika miji tofauti. Leo, Juma ni mfanyabiashara tajiri na anayeheshimika. Amejenga nyumba nzuri, anaendesha magari ya kifahari, na amefungua ajira kwa vijana wengi. Zaidi ya yote, hajawasahau alikotoka. Ameanzisha mfuko wa kusaidia watoto maskini wapate elimu, ili nao waamini kwamba ndoto zinaweza kutimia. Funzo: safari ya Juma inathibitisha kuwa umaskini si mwisho wa maisha. Kwa bidii, uvumilivu